أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Baada ya kumshukuru Allah tabarak wa taala na kustaka rehma na amani zimwendee Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo inshallah kwa mapenzi ya Allah tutakumbushana hizi aya mbili. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Katika watu wapo wanaosema, Allah tunakuomba tupe duniani mambo mazuri, minasiha, tupe afya njema, wal amni, tupe amani, wal aulad, tupe watoto, wal maskan, tupe makazi, wal amwal, tupe na mali, wama lahum fil akhirati min khalaq, ay min nasibe, lakini akhira hawana fungo, hawana thawabu. Kuna watu katika dunia hii hamuhum, pupa zao, wajuhuduhum, na juhudi zao na harakati zao, wao wanaitaka dunia tu, hawana haja na akhira wala hawaiamini. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema wama lahum fil akhirati min khalaq, wanaomba duniani lakini akhira hawana fungo lolote. Min thawabi wal jazai al hasan, thawabu na malipo mazuri hawana. Allah huwapa katika dunia yale walioyaomba. Man kana yuridu al-ajila ajjalnahu fiha ma nasha'u liman nurid, anayetaka dunia hii inayokwenda mbio mbio
Allah atamjalia kuipata dunia hii. Sasa hawa wana hasara fi dunia wal akhirah, duniani na kesho akhira wana hasara. Mwanadamu ambaye yupo duniani, yeye humuomba Allah tu aifungue dunia yake, apewe mali, apewe afya, apewe amani, apewe watoto, apewe majumba. Hawa watu Allah anasema wana hasara kubwa, kwa sababu wameomba maisha ambayo ni mafupi, sio yenye kuendelea, ni ya muda mfupi, na wakaacha kuomba maisha marefu yenye kuendelea. Hao ni wale ambao katika sehemu za khairati, mambo ya khairati, wao wako mbali. Wao wanaona kutekeleza swala inawapotezea muda, swala inawatafunia muda wao. Wanaona kujitolea katika dini ni kuharibikiwa katika mali zao, lakini pia juhudi zao kubwa juu ya watoto wao ni kuwaelekeza katika dunia yao. Kwa hiyo kila wanachokifanya, mali zao, elimu yao, watoto wao, majumba yao, yote wameelekeza katika dunia. Sasa wapo watu Allah anasema katika maisha haya wao hawamuombi Allah akhera awanusuru, hapana, wala hawana yakini kwamba akhera ipo na watakutana na Allah. Ndio Allah asema faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wama lahum fil akhirati min nasib, kwamba wapo watu wanamuomba Allah awape duniani mambo mazuri, afya nzuri, mali nyingi, awape makazi, awajalie watoto waisome dunia na mambo mbalimbali, lakini akhera hawana lolote, kwa sababu juhudi zao zote wamezielekeza duniani. Wa minhum, na katika watu waliopo duniani, man yaqulu rabbana, wapo wanaosema Mola wetu, atina fid dunya hasana, tupe duniani mazuri, mali, watoto, tupe makazi, tupe amani na neema zote nzuri ambazo anastahiki mwanadamu kuwa nazo katika dunia. Lakini hawaisahau akhira yao, wanasema fil akhirati hasana, Allah tupe na akhira mambo mazuri, waqina adhaban nar, na utukinge na adhabu ya moto. Hao ndio wale waumini, pupa zao, juhudi zao, harakati zao duniani hapa wao wameelekeza kwa Allah tabaraka wa taala. Allah akiwapa afya, basi wanatumia neema ya afya katika jambo la ibada. Allah akiwapa mali, wanatumia neema hizo za mali katika kuipigania dini ya Allah. Allah akiwapa ilmu, wanaitumia ilmu yao katika kuwaongoza watu wamjue Allah. Kadhalika Allah akiwapa neema ya makazi, basi nyumba zao ni nyumba za watu wa dini. Humo Qur'ani itasomeshwa, Allah atatajwa humo, na wengine nyumba zao ni miziki ndio imejaa humo, mangoma. Sasa makundi ni mawili, Allah kaeleza fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi moja la motoni na kundi lingine la peponi.
La motoni ndio lile linamuomba Allah duniani mazuri, akhera halina chochote. La peponi ni lile linamuomba Allah duniani mazuri na akhera Allah awape mazuri na awakinge na adhabu ya moto. Allah anamalizia kwa kusema ulaika lahum nasibun mimma kasabu, hao ndio watakaokuwa na fungu kwa yale walioyachuma, watakuwa na thawabu, malipo mazuri, pepo ya Firdaus. Wallahu sari'ul hisab, Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushana tukiwa leo tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhan, mwezi wa 9, ni wajibu wetu kutumia masiku yaliyobakia katika kukaza vibwebwe na misuli yetu, kumaliza haya masiku yaliyobakia katika mambo ya kheri. Kama tulikuwa hatujajitahidi katika masiku ya mwanzo, tupo katika 12 tarehe 17. Kwa hiyo tulimalize vizuri 12, tukiingia na 13 tuwe ni watu wazuri, tuwe ni watu ambao tumefanyikiwa, tuwe ni watu ambao tumekwisha chuma kheri nyingi kwa kufanya ibada mbalimbali, kwa kujiandaa pia na ibada iliyoko mbele yetu, zakatul fitr wa salatu Eidil fitr. Yote hayo ni kheri kwetu fi dunia wal akhirah. Tunamwomba Allah insha Allah atujalie, atuwafikishe kumaliza Ramadhani kwa amani na salama, atujalie tudiriki ibada hiyo ya salatu Eidil fitr, lakini atufanyie wepesi kadhalika tuwe ni watu wenye kutekeleza ibada ya zakatul fitr. Tuishie hapa insha Allah, na wausieni pia nausia nafsi yangu juu ya kuzidisha kufanya mambo ya kheri katika mwezi huu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.